maombi yetu kwa muda huu mfupi, nataka tukaombe maombi ya kufufua. Tunafahamu Bwana wetu alifufuka. Alipofufuka, alifufua ushindi mkubwa. Jioni ya leo tumejifunza mambo ambayo yalitokea Bwana Yesu alipopandishwa msalabani. Tumezungumza kwenye semina leo jioni mambo 4 ambayo yalitokea Bwana Yesu alipopandishwa msalabani. Kwa hiyo Bwana Yesu anapokufa na kufufuka, anafufua vitu vingi kwenye maisha yetu. Yako mambo mengi sana yanayoambatana na kufufua Bwana Yesu. Leo jioni nijikuta naandaa somo pale la mambo, nikapata mengi ambayo yametengenezwa na kufufuka kwa Bwana Yesu. Lakini nimesukuma nikwambie ujumbe huu. Sasa tukaombe maombi ya kufufua. Warumi 8:11 Biblia inasema hivi: lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Ataihuisha, manake ataitengeneza upya, manake ataifufua miili iliyo katika hali ya kufa. Yesu kwa kufufuka kwake anaweza akatengeneza ufufuo ndani yako. Ndio Biblia inavyomaanisha hapo, kwamba alimfufua katika wafu. Huyo aliyemfufua katika wafu, huyo Mungu, huyo Roho Mtakatifu atahuisha nafsi zenu, atahuisha miili yenu itoke kwenye hali ya kufa. Ndio maana ukisema nakataa roho ya mauti na inakataliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorintho wa 2:4 Biblia inasema tukijua ya kwamba yeye aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua sisi pamoja naye. Kumbe Mungu aliyemfufua Yesu Kristo atatufufua na sisi. Atatufufua wakati gani? Atatufufua wakati wa mwisho. Atatufufua wakati gani? Atatufufua hata wakati huu. Ndio maana mtu anaweza kuwa alikuwa ni mlevi sana, anapookoka tu unashangaa kalama zinafanya kazi ndani yake. Mungu amemfufua upya na anaanza kuwa mpya. Sasa Yesu akafufue kitu kwenye maisha yako. Waefeso 6:2-6 inasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Akatufufua. Kwa hiyo Yesu anapofufuka na yeye anatufufua, akatufufua. Naomba nikwambie Yesu anaenda kufufua ushindi kwako. Dakika chache hizi tukaombe Yesu akafufue. Huyu Mungu wa mbinguni akafufue. Biblia inasema akatufufua. Biblia inasema atahuisha miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Biblia inasema atatufufua na sisi. Kuna mambo gani natamani Yesu ayafufue kwenye maisha yako? Tusimame dakika chache zenye maana sana. Mungu akafufue kitu kipya. Sasa wewe ndio utasema nataka ifufuliwe afya njema ambayo sitaki kulazwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwahi kuomba maombi hayo na Mungu alishanipa neema. Kwenye maisha yangu mimi naenda miaka 40. Mungu alinipa neema. Niliwahi kulazwa mara 3. Na penyewe kwa masaa. Mara ya kwanza nilikuwa na malaria, nikameza dawa zinaitwa Fansida. Sasa nikameza afu nikaanza kufanya kazi ya kuhamisha tofali. Kumbe ukinywa zile dawa upumzike. Baadaye nasikia kama wenge fulani hivi. Ndugu zangu akanipeleka hospitali, nikakaa si masaa mangapi. Mbona huyu mzima? Ndio nikasema hapo nimelazwa kwa mara ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara ya pili nilipopata ajali na Mungu akaniponya. Mara ya 3 kuna siku nilikuwa siku ugonjwa wa typhoid. Kuna siku kama naona nyota nikasema kitu gani hiki? Na penyewe ni masaa. Lakini shehe kuomba Mungu anisaidie, sitaki kwa habari ya kulazwa. Hata hapo namshukuru Mungu. Sisemi kwamba mtu akilazwa kuna tatizo, hapana. Ila tuna mamlaka. Unaweza kaomba leo kwamba Mungu naomba ukafufue afya njema ambayo mimi sitalazwa huu mwaka kwa jina la Yesu. Na kuambia utakuwa mzima mwaka mzima. Jioni nikasema hivi, la kwanza ambalo lilifanyika Yesu anapopandishwa msalabani, pazia la hekalu linapasuka. Maana yake patakatifu pa patakatifu ambapo alikuwa anaingia kuhani mara moja kwa mwaka, wanaweza kuingia sasa wote. Hata wewe unaweza kuingia kupitia maombi yako. Sio mpaka fulani akupelekee maombi mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tumuone Mungu wa mbinguni anayefufua vitu. Una mamlaka. Moses Kurela
alikuwa anahubiri injili sana. Sasa anaona mtihani kuwa anaenda kunyoa nywele saluni. Akamwambia Mungu, hizi nywele nanyoa kwa mara ya mwisho, sitanyoa tena. Hapo ilikuwa mwaka 1966 mpaka anafariki akwa kwenda saluni kunyoa nywele. Yaani Mungu alizigandisha zile nywele zikabaki pale pale. Huyo ni mtumishi wa Mungu ambaye anajitambua. Sasa nakwambia wewe ufanyeje? Unaweza ukatamka neno likawa vile vile. Unaweza ukasema sitaguswa na wachawi, watoto wangu hawataguswa na mchawi wa namna yote. Utashangaa kama siku umejisahau kuomba, nasikia tu naomba na haribu nguvu za uchawi, kumbe ndio nawasambaratisha. Hawatagusa uzao wako, hawatakugusa. Kumbe ni kwa sababu ya tamko uliotoa kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utoa matamko mengi. Nataka leo utoe tamko. Utoe tamko kwamba nakataa kitu fulani kibaya. Kama Biblia inasema mtakalo lifunga litafungwa kuanzia mbinguni na duniani. Kama likifungwa mbinguni, nani atalifungulia tena mwingine huko duniani? Anaposema litafungwa mbinguni, umeomba wewe, hajasema mbingu zifunge. Ukiomba wewe mbingu zinafunga, halafu hakuna atakayefungua huko. Hebu leo katoe tamko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama washefu toa tamko wachawi hata ingia kwenye ndoa, unaweza kusema kwa jina la Yesu mimi naenda kuingia kwenye ndoa tena yenye ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nasema mambo ambayo nimewahi kuyaishi pia. Wakati nafunga ndoa watu, lakini kwenye maombi niliomba nini? Sasa nataka nikwambie wewe, upanue wigo. Nataka lengo langu upanue wigo. Usijiwekee mipaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipata mzigo kwamba mimi kwenye siku nafunga ndoa atakuja na waziri, usishangae waziri ataokoka hiyo wiki kwa ajili yako tu. Inawezekana. Sijajua wewe, lengo langu sijiwekee tu mipaka. Huyu Yesu anaweza kufufua, akafufue. Huyu Roho aliyemfufua Kristo anaweza kufufua. Biblia inasema akatufufua. Anaweza kufufua kitu cha ajabu kwenye maisha yako. Ukipata mzigo wa kuomba kwa ajili ya kanisa hili, unaweza kaomba kwamba Mungu kafufue miujiza. Tunataka tuone viwete, vipofu kwenye madhabahu hii wakifunguliwa, wakitoka, wakimshangilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua Bwana Yesu anatengeneza njia. Jiombe mambo madogo madogo. Jiombe mambo makubwa leo. Jiombe mambo makubwa. Jiombe mambo makubwa. Jiombe mambo makubwa. Hebu jiombe na wale makubwa. Kama utaki mtu akusikia, haina shida. Kanisa ni kubwa, sogea pembeni. Mwambie Mungu, naomba ufufue ndoa kwangu. Ufufue ushindi, ufufue uzao. Mungu Baba ulimfufua Kristo katika wafu. Ninaomba ukafufue afya njema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu Baba ukafufua ushindi wa kimbingu. Yesu unaweza ukafufua. Hebu leo omba yale makubwa. Bwana Yesu Iwe
Ninakuita wewe Bwana, ninakuita Yesu. Rabunda rabasi karabunda, rinda kurabasi karabunda rabasia. Yesu ne kanadamu ne kanayesi. Omba kwa Mungu, anaenda kufufua vitu vya ajabu kwako. Anaenda kufufua ushindi wa ajabu kwako. Anaenda kufufua ushindi wa ajabu kwako. Anaenda kufufua neema ya ajabu kwako. Bwana Yesu, asante kwa nguvu ya ufufuo wako. Bwana Yesu, asante kwa nguvu ya ufufuo wako. Roho Mtakatifu, asante kwa kumfufua Kristo ukatufufua na sisi. Mungu Baba, asante kwa kumfufua Kristo ukatufufua na sisi na kuma Yesu, katika jina la Yesu aliye hai. Nakataa kila roho ya mauti. Hebu omba na kutendea. Omba mambo makubwa. Omba mambo makubwa leo. Omba mambo makubwa leo. Hebu omba mambo makubwa leo. Hebu omba mambo makubwa leo. Hebu omba mambo makubwa leo. Mwambie yale makubwa sana anaweza kutenda. Yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Yeye ni mwenye kuanzisha na kutimiza. Anaweza kutenda. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Endelea kuomba. Yesu Kristo, neno lako linasema katika Zaburi 98 mstari wa kwanza, Mungu ametenda mambo ya ajabu. Kumbe wewe unaweza kutenda jambo la ajabu kwenye maisha ya mtu huyu. Baba, mponye, maana ndio jambo la ajabu analolihitaji. Yesu, mbariki, maana ndio jambo la ajabu analolihitaji. Yesu, mwinue katika kazi yake, ndio jambo la ajabu. Mpandishe cheo, ndio jambo la ajabu analolihitaji. Bwana, saidia mtu huyu, maumivu yakaondoke kwake, maana ndio jambo la ajabu analokuhitaji kwalo. Yesu, msaidie huyu anayenisikiliza Bwana. Saidia huyu anayenitazama Bwana. Saidia aliye kwenye ibada hii Bwana. Jambo la ajabu kamtendee wewe katika jina la Yesu Kristo. Kila anachokihitaji kwako ndio jambo la ajabu. Anahitaji kupona Baba, kamponye, maana ndio jambo la ajabu. Anahitaji neema yako ipate kuinuliwa huduma yake Baba, mtendee, maana hilo ndio jambo la ajabu analolihitaji kwao. Baba, msaidie katika interview, maana ndio jambo la ajabu apate kazi. Baba, kamtendee jambo la ajabu, maana wewe utenda mambo ya ajabu. Mungu Baba, asante kwa neema hii, maana umetenda katika jina la Yesu Kristo aliye. Hebu mshukuru Mungu, amejibu maombi yako na ametenda. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni uliyejaa neema na rehema. Pokea sifa, heshima na utukufu uliye Mungu wetu. Asante kwa neema yako na baraka za kimbingu. Asante kwa matendo yako ya miujiza, Mungu Baba. Asante kwa kuwa pamoja nasi, Mungu wa utukufu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunakuadhimisha na kukushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tenda mema huyu Yesu, ndio maana leo tunamtukuza. Amen. Mshangilie Yesu kwa makofi. Amen.